kwamba usiombe Mungu akubariki, muombe Mungu akufungue ufahamu wako uweze kuelewa kanuni za Mungu kwenye kubarikiwa. Wangapi tuko pamoja? Mungu nibariki. Ni vizuri kuomba baraka, but mwambie Mungu, fungua ufahamu wangu niweze kuelewa kanuni yako ili niweze kubarikiwa. Amen. Bwana sifiwe sana. Ufahamu wako ukifunguliwa, lazima utaelewa ni jinsi gani au ni kanuni gani ambazo Mungu anazitumia kubariki. Sijui tuko pamoja? Wangapi tuko pamoja? Kwa hiyo kubarikiwa kimungu sio jambo gumu, ni wewe kuelewa kanuni yake jinsi anavyobariki. So angalia, analiangalia neno apate kulitimiza. Wangapi tuko pamoja? So anaangalia kile unachokiishi kiko sawa na neno au kiko nje ya neno. Ndio maana maandiko yanasema kwamba tunapoomba tunaomba vibaya. Kwa sababu gani? Hatujaelewa kanuni ya Mungu. Kwa hiyo tushaelewa kwamba baraka zipo, ni kuelewa tu. Okay. Yesu alienda na wale wanafunzi wake kwa jinsi ya mwili, but alikuwa anadili nao katika roho. Ndio maana akawa anawapeleka mahali pa faraga kuwafundisha neno. Sijui tuko pamoja? Wangapi tuko pamoja? Alikuja akaishi nao kwa jinsi ya mwili, but alikuwa anadili nao kwa jinsi ya roho. Ndio maana utaona wakati mwingine Yesu aliwachukua mahali pa faraga, akabadilika sura yake mbele yao. Wakati mwingine aliwapeleka mlimani, akaanza kuwafundisha, heri walio masikini wa roho, heri walio wenye moyo safi. Akawa anafundisha, but Yesu anadili nao kwa jinsi ya roho. Maana yake alichokuwa anadili nao ni ufahamu. Yesu alidili na ufahamu zao. Ndio maana utaona wakati bado Yesu yupo nao, maandiko yanasema akawafungulia fahamu zao wapate kuyaelewa maandiko. Baada ya fahamu zao kufunguliwa, wakaelewa kanuni ya kimungu. But kabla hawajafunguliwa fahamu, utaona walikuwa ni waoga. Kina Yuda ndio wengine walimsaliti Yesu, wengine ndio walimkana Yesu, kina Petro. Sasa ugeni bado hawajamwelewa. Tomaso anamwambia, kama ni wewe kweli, hebu njoo nishike kweli mikono yako, ni wewe. Yesu anamwambia, yani umekaa na mimi siku zote, usinijue? Bwana sifiwe sana. Okay, tuko pamoja? Tuko pamoja?